wa Bwana. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema na kibali hiki cha pekee kabisa cha kuiona siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Raymond Lomwadi Ruhangwa, ni mchungaji, natoka kanisa la EAGT Buzuruga pale jijini Mwanza, Tanzania, chini ya Bishop Simon Joseph Nambo. Lakini pia Mungu amenipa huduma ya ualimu wa neno la Mungu, lakini pia ni mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yenu. Bishop, nakushukuru sana kwa kupata neema ya kusimama mbele zako leo. Safari ilikuwa ni ndefu na adui alikuwa amekusudia mabaya, kwa sababu gari niliyokuwa nimepanda iliwaka moto na ilianza kuwakia sehemu ya kiti nilichokuwa nimekaa. Lakini Mungu ni mwaminifu, tulitoka salama. Wapo waliopata majeraha kwa uchache, lakini Mungu ni mwema. Kwa kusema hayo, Mungu amejibu maombi yenu. Najua mlikuwa mnaombea kusudi la Bwana. Adui na yeye alikuwa amejipanga kwa namna yake, lakini Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutie nguvu. Ungepiga makofi kwa Bwana Yesu. Piga makofi tena kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitabu cha Isaya. Nina dakika chache tu za kusimama mbele zako. Kitabu cha Isaya ile sura ya 45. Kitabu cha Isaya sura 45 na ule mstari, tuanzie mstari wa 2. Kitabu cha Isaya sura ya 45 na ule mstari wa 2. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitakwenda mbele zako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Mungu tuliye naye ni Mungu wa kuokoa. Biblia inasema na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Mungu anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Kuna wakati kwenye maisha unaweza ukawa unapita kwenye nyakati ngumu. Unaweza ukawa unapita mahali ukafikia hatua ukakata tamaa. Inawezekana kwenye maisha yako ukaona ya kwamba Mungu ni kama amekuacha. Lakini Mungu anasema na wewe asubuhi ya leo, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Kwa hiyo haijalishi mbele yako unaona mauti, haijalishi mbele yako unaona hali ya kutokushinda, haijalishi mbele yako unaona huu mwaka sitaweza kufanikiwa, haijalishi unaona changamoto nyingi kwenye maisha yako, kama Bwana aishivyo amesema yeye atakutangulia mbele na kusawazisha mahali palipoparuzwa. Haijalishi kuna ufalme wa giza umesimama, Bwana anakwenda kutangulia mbele na kwenda kukutetea. Haijalishi unaona upinzani wa adui, ni
Ninalo neno moja asubuhi ya leo, Bwana atakwenda mbele yako na kupigana vita vyako, kwa maana Bwana amesema nasi tutanyamaza kimya, naye atatupigania. Nami nachoomba asubuhi ya leo, Bwana akapate kukupigania. Bwana kupiganie katika hiyo ndoa, Bwana kupiganie kwenye huo uchumi, Bwana kupiganie kwenye hiyo biashara, Bwana kupiganie hata kama huoni kazi, milango ya kazi kafunguke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruzwa. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Haleluya. Nitavunja vunja vipande milango ya shaba. Biblia inasema na malango yenu yatakuwa wazi usiku na mchana, ili nipate kuwaletea baraka za utajiri kutoka kwa mataifa. Sasa Biblia inasema nitavunja vunja vipande vya milango ya shaba. Kwa hiyo haijalishi kwenye maisha yako kuna milango ambayo imefungwa kuhakikisha usiende hatua nyingine. Haijalishi kwenye maisha yako kuna milango ya shaba na vipande vya chuma vya milango ya chuma vimefunga. Ninalo neno moja asubuhi ya leo, Bwana atakwenda kufungua milango iliyofungwa. Haijalishi ni milango ya chuma, Bwana atakwenda kufungua. Haijalishi ni milango ya shaba, wiki hii Bwana kwenda kufanya mambo makubwa na mambo yanayopita fahamu za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za siri. Ninakuombea Bwana akakupe hazina za gizani. Kuna hazina za gizani zimefichwa. Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunalo tumaini moja, tumepewa jina linalopita majina yote, ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo jina likitamkwa, milango inafunguka. Hilo jina likitamkwa, wagonjwa wanapona. Hilo jina likitamkwa, viziwi wanasikia. Hilo jina likitamkwa, wenye presha zinaondoka. Hilo jina likitamkwa, wasiokuwa na kazi wanapewa kazi. Hilo jina likitamkwa, viwete wanainuka. Hilo jina likitamkwa, waliokata tamaa wanapata tumaini, waliovunjika moyo wanagangwa moyo. Tumepewa jina linaloponya, tumepewa jina linalookoa, tumepewa jina linalopita majina yote. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Biblia inasema kuna ule mstari wa 3, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za siri. Ziko hazina zimefichwa za siri, na Mungu ameahidi hatakupa hazina za gizani. Kuna vitu kwenye maisha yako unaweza ukaona kama vimefichwa. Macho ya kibinadamu yana uwezo wa kukudanganya. Ukaona ya kwamba kazi siwezi kupata tena. Ukaona ya kwamba tumaini kwenye ndoa yangu limepotea, haliwezekani tena. Ukakata tamaa yumkini kwa habari ya afya yako. Huu ugonjwa yumkini utanifanya nisiweze kuishi tena. Ninalo neno moja ya kwamba Mungu aliye hai ana uwezo wa kubadilisha majira na nyakati. Haijalishi unaona nyakati mbaya, haijalishi unaona nyakati ngumu, ninakutangazia nyakati ngumu hazitadumu. Tujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hatutaogopa mabaya, kwa maana Bwana yu upande wangu. Na Bwana akiwa upande wako, nani awezaye kuwa kinyume chako? Na Bwana akiwa upande wako, ufalme wa giza huwezi kuwa kinyume chako. Na Bwana akiwa upande wako, watu wanaoshindana na wewe hawawezi kuwa kinyume chako. Ni kwa sababu Bwana amekuhakikishia ya kwamba utakuwa pamoja naye hata utimilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za siri, upate kujua ya kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Biblia inasema Bwana amekuita kwa jina lako. Haijalishi kuna watu hawakuelewi kwenye maisha yako, usitaki wakuelewe, kwa sababu Mungu anakuelewa. Yeye amekuita kwa jina lako. Hauko mahali hapa kwa bahati mbaya. Huko mahali hapa kwa sababu Mungu amekuita kwa jina lako. Huko mahali hapa kwa sababu ya kutimiliza neno la unabii wa maandiko matakatifu ya kwamba Bwana amekuita kwa jina lako. Kila mtu atapata kujua Mungu aliye naye.
Haijalishi kuna watu wanashindana na wewe na kutangazia hawatashinda, kwa sababu hawajui Mungu amekutoa wapi na hawajui Mungu anakupeleka wapi. Kama Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Yeremia 29:11, ninayajua mawazo ninayowawazia, ni mawazo yaliyo mema wala si ya mabaya, ya kuwapa tumaini nyakati zenu za baadaye. Mungu anakuwazia mema, na ndio maana amekuita kwa jina lako. Maana we ni wa thamani machoni pa Bwana, maana we ni wa muhimu machoni pa Bwana. Haijalishi watu wote hawakutaki, haijalishi watu wote hawakujui, haijalishi watu wote hawakuthamini, ninalo neno moja: Bwana anakujua, tena anakujua kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa dakika 10 na dakika 10 zimeisha. Acha nimshukuru Mungu. Nibakisha dakika 10. Nilikuwa sijaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua nimepewa dakika 10 mpaka saa 6. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili cha Kitanzania na Kiswahili cha Kikenya. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Kumbe nilikuwa nakusalimia. Piga tena makofi kwa Bwana Yesu. Ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako na kichwa kinachosema. Unajua niliogopa kufundisha niliposikia dakika 10. Nikasema okay, haina shida, hata dakika 2 tunahubiri. Kwa hiyo nikahubiri dakika 10, nikajua nimemaliza. Sasa ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako na kichwa kinachosema nguvu ya damu ya Yesu. Nimeogopa kufungua somo kwa sababu sisi walimu kisha fungua tu somo utashuka maandiko. Nikasema acha nihubiri kiinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. The power of the blood of Jesus. Nilipokuwa katika hali ya kuomba, ninamuuliza Mungu, watu wa Kenya unahitaji kusema nao neno gani? Tangu nikiwa Tanzania nimekuwa kwenye mafungo ya muda mrefu kwa ajili ya kusudi la Mungu mahali hapa. Lakini namshukuru Mungu, nilipofika mahali hapa Mungu amenipa ujumbe huu, nguvu ya damu ya Yesu. Na somo hili lina malengo 4. Somo hili lina malengo 4. Lengo la kwanza ni kukujulisha Mungu anakwenda kufungua malango ya msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la kwanza ni kukujulisha Mungu anakwenda kufungua malango ya msimu mpya au nyakati mpya kwenye maisha yako. Nilipoona tu nimepewa ujumbe unahusiana na nguvu ya damu ya Yesu, nikajua hawa watu kuna kusudi kubwa la Mungu, na Mungu anakwenda kufungua lango kubwa la msimu mpya kwenye maisha yenu. Kwa hiyo ni kazi yangu kukutangazia hilo na upate kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya ile sura ya 60 mstari wa 11. Biblia inasema, na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Kwa hiyo ninakujulisha ya kwamba kuna lango kubwa la msimu mpya ambalo linakwenda kufunguka katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitabu cha Zaburi ile sura ya 24 na ule mstari wa 7 na wa 9. Biblia inasema, inueni vichwa vyenu eni malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Na haya malango si malango ya kawaida, ni malango ya milele.
Hauwezi kuinua kichwa juu kama kichwa ulikuwa hujainamisha. Biblia ilipokuwa inazungumza kwa habari ya malango, ilikuwa inazungumza kwa habari ya watu ambao ni malango katika ulimwengu wa roho, ambapo Mungu anapotaka kupitisha kusudi lake kwenye maisha yao, walikuwa wameinamishwa vichwa vyao. Yumkini kuna nyakati walipitia mioyo yao wakakosa tumaini, Mungu akawaambia wainue vichwa vyao. Maana yake kwenye maisha yao walikuwa hawajamtazama Mungu, kwenye maisha yao walikuwa wanazitazama changamoto, na Mungu alipowatazama akawaambia, inueni vichwa vyenu eni malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa amewakusudia wao kama malango ya milele, lakini walipitia changamoto ambazo yumkini ziliwafanya wakajizarau, wakajikatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo la kwanza la somo ni kukujulisha Mungu anakwenda kufungua malango ya msimu mpya au nyakati mpya kwenye maisha yako. Lakini lengo la pili ni kukupa ufahamu na maarifa ya kimungu. Lengo la pili ni kukupa ufahamu na maarifa ya kimungu, jinsi ya kutembea maisha ya ushindi ndani ya nyakati mpya. Lengo la pili la ujumbe huu ni kukupa ufahamu na maarifa ya kimungu, jinsi ya kutembea maisha ya ushindi ndani ya nyakati mpya. Kitabu cha Hosea ile sura ya 4 na mstari wa 6, Biblia inazungumza, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo la ujumbe huu na somo hili ni kukupa ufahamu na maarifa, ili uweze kujua jinsi ya kutembea kwenye nyakati mpya zilizofunguka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lengo la tatu la somo hili ni kukupa uwezo na mamlaka ya kimungu. Ni kukupa uwezo na mamlaka ya kimungu ili uweze kushughulikia mifumo na misingi iliyoharibiwa na ufalme wa giza kwenye maisha yako. Lengo la tatu ni kukupa uwezo na mamlaka ya kimungu ili uweze kushughulikia mifumo na misingi iliyoharibiwa na ufalme wa giza kwenye maisha yako. Na lengo la 4 ni kukuongezea kiwango chako cha imani. Lengo la 4 ni kukuongezea kiwango chako cha imani juu ya matumizi ya damu ya Yesu kiagano, ili upate matokeo ya kurejeshewa hazina za gizani. Lengo la 4 ni kukuongezea kiwango chako cha imani juu ya matumizi ya damu ya Yesu kiagano, ili upate matokeo ya kurejeshewa hazina za gizani. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 na mstari wa 6, Biblia inazungumza, pasipo imani haiwezekani kumpendeza, na kila amwendeaye lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, naye huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia na kitabu cha Isaya 45 ule mstari wa 3 anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako juu namna hii, unganisha na mkono wako wa pili, piga makofi kwa Bwana Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema nguvu ya damu ya Yesu. Tuna watu wengi ambao wameokoka na wanamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini ndani ya mioyo yao hawana imani na damu ya Yesu. Damu ya Yesu wanaimba, damu ya Yesu yumkini kwenye nyimbo za injili wanaitaja, yumkini damu ya Yesu wanaisoma kwenye maandiko, lakini hawaioni damu ya Yesu ikidhihirika kwenye maisha yao ya kila siku, na hawajawahi kujua nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Asa msingi wa somo hili umejengwa kwenye kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 13. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Nataka tusome kwa macho ya ualimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 13 na ule mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na mstari wa 8. Biblia inasema, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Sema cha mwana-kondoo. Sema tena cha mwana-kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Nitarudia kusoma. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Nachotaka uone neno hili, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kila mmoja anafahamu Yesu Kristo alikuja kwa jinsi ya mwili duniani, na kazi mojawapo aliyoileta kati ya kazi nyingi ni kuleta wokovu au ukombozi. Lakini unaposoma kitabu cha Ufunuo ile sura 13 na mstari wa 8, unaona kitu ambacho si watu wengi wanakiona. Biblia inasema aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Utajiuliza, Yesu alichinjwa mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Kuna kitu nataka uone. Mungu alipokuwa anashughulika kuweka misingi ya uumbaji, alipokuwa anashughulika kwa ajili ya kuumba nchi na kuweka kila kitu kikae kwenye mpangilio wake, ilihusika damu ya mwana-kondoo kusimamisha misingi ya ulimwengu. Si watu wengi wanaona. Na Biblia inasema mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu tuliye naye ni Mungu anayetangaza mwisho wa jambo tangu mwanzoni mwa jambo. Na ndio maana anaitwa Alfa na Omega, yaani wa mwanzo na wa mwisho. Kwa hiyo anatangaza mwisho wa jambo tangu mwanzoni mwa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipokuwa anafanya taratibu za uumbaji, alihusisha damu ya mwana-kondoo katika uumbaji. Misingi ya ulimwengu ilipoumbwa ilihusishwa damu ya mwana-kondoo, ambaye mwana-kondoo ndiye iliyokuwa inamtafsiri Yesu Kristo kama mwana-kondoo achukuae dhambi za ulimwengu. Tunaenda pamoja. Tuunganishe na kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Biblia inasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, akudanganya Mungu, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema,
Sasa kumekuwa na uokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao atakufa. Moja ya silaha ya ushindi iliyotumika ni damu ya mwanakondoo. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya nguvu ya damu ya Yesu, unapozungumzia kwa habari ya damu ya Yesu imebeba uhai wa Yesu Kristo mwenyewe. Na ndio maana wana wa Israeli na maandiko walipewa utaratibu wa kutokuila damu, kwa sababu waliambiwa damu imebeba uhai wa mnyama. Kwa hiyo unapozungumzia kwa habari ya nguvu ya damu ya Yesu, unazungumzia uhai wa Yesu Kristo uliotokana na hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kitu kikubwa Mungu ambacho anakwenda kufanya katikati yenu. Mimi sijui kama hilo mnafahamu, na sijui kama hilo mnaliona. Ailini yuko hapa? Ailini? Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua jana nilipopewa nafasi ya kupumzika, niliona kitu cha ajabu sana. Na nilienda kumuuliza Ailini, ulikuja kuniita? Na maana nimeuliza kama yupo. Ailini akasema hapana, nilipokuonesha mahala pa kulala sikuja tena wala sikuja kukutafuta, mimi nilienda kupumzika. Kwa sababu wakati nimepumzika nilisikia mtu ameniita kwa jina langu na ni mwanamke. Aliponiita nikashuhudiwa ndani ya moyo usiitike. Na mimi sikuitika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikuitika, nikaendelea kupumzika. Ulipofika muda nikashukuru Mungu, nikatoka nikaenda kumuuliza Ailini, samani, hivi ulikuja kuniita? Akasema hapana, sikuja kukuita. Maana ufalme wa giza unajua nini kinachoenda kutendeka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hawezi kushinda kwa damu ya mwanakondoo kama hiyo damu ya mwanakondoo haina nguvu ndani yake. Maana yake hiyo damu ina nguvu, na watu wengi walioamini na watu wengi waliookoka hawaitumii sana damu ya Yesu, na hawajui ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu gani imefichwa. Na shetani asingelipenda mtu aliyeokoka ajifunze kutumia damu ya Yesu. Unajua unaweza ukaitamka damu ya Yesu lakini ukaitamka pasina imani. Bishop amesema jua kali. Bwana Yesu asifiwe. Unaitamka tu kwa mazoea. Lakini nataka nikuoneshe vitu vikubwa vinavyopatikana ndani ya damu ya Yesu. Mungu hawezi kuleta lango la msimu mpya kwenye maisha yenu usijue umuhimu wa matumizi ya damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Pale Tanzania ninasimamia huduma inaitwa Sayuni Prayers and Gospel Ministry. Ile huduma tunafanya huduma ya kuhubiri Injili. Tunawaendea watu kwa gharama zetu. Tunaandaa vyakula, tunaandaa nauli, tunaandaa kila kitu, matangazo, majukwaa na vyombo. Tunawafikia watu ambao hawafikiwi kwa Injili. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka juzi tulikuwa tuna mikutano 10 mfululizo. Kila mkoa mikutano 10 kila wiki. Na mwaka huu Mungu akitusaidia tuna mikutano 12. Baada ya kutoka hapa tunaenda kwenye hiyo ziara, tunaanzia Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka nilipokuwa nahubiri niko Dar es Salaam, kwa sababu nilikuwa mkutano wa mwisho. Mungu alifanya vitu vinavyopita fahamu za kibinadamu. Yule mchungaji tuliyemwendea kwa ajili ya kazi ya huduma ya Injili akapigiwa simu na mshirika wake.
Akaambiwa, pasta, naomba umuombee ndugu yangu yuko Ukerewe. Unajua unapoambiwa Ukerewe ni kisiwani, alafu kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ni zaidi ya kilomita 1500, na kutoka Mwanza kwenda Ukerewe ukivuka kwa meli ya kawaida unatumia masaa 4 mpaka 5. Ukitumia speedboat unaweza kutumia masaa 2 au 3. Sasa huyo mtu yuko umbali wa staili hiyo. Tulipokuwa kwenye maombi, tunaita damu ya Yesu ipate kuingilia kati kwa ajili ya nchi, ipate kuingilia kati kwa ajili ya taifa. Kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu alivifanya kwenye ulimwengu wa roho, hakuna mtu alikuwa anajua. Sasa tulipopiga simu, yule tuliyekuwa tunamwombea kwa njia ya simu, mapepo yakalipuka. Yalipolipuka yanamwambia yule mchungaji, usirudie tena kutuletea kwa mtu keusi kembamba, usirudie tena. Na kweli ni mweusi na ni mwembamba. Pepo zinalalamika, usirudie tena kukaleta. Yule mchungaji anauliza kwa nini? Anasema, wametuharibia sana mambo yetu. Tumeingia gharama kubwa mno kuharibu watumishi wa Mungu, tumeharibu makanisa. Wakaanza kuzungumza vitu vingi sana. Hao wamekuja kutuharibia. Yule mchungaji akasema, mkitaka hata leo tunaanza mkutano. Pepo zikalia mno, msifanye hivyo, msianze. Akasema, tunaanza upya tena mkutano wa Injili. Pepo zikalalamika sana. Akasema, haiwezekani yuko Dar es Salaam, sisi vitu vyetu Ukerewe havifanye kazi. Nini kilichokuwa kinasababisha? Tuko Dar es Salaam zaidi ya kilomita 1500. Tulikuwa tukiachilia damu ya Yesu katika ufalme wa giza. Kuna vitu havikai sawa. Na wewe ukijifunza kuitumia damu ya Yesu, ninakuambia wafalme wa giza wa Nairobi, wafalme wa giza walioko katika mataifa ya jirani, walioko Kenya, watanyamaza kimya, kwa sababu hiyo damu inapoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, haiendi kama damu, inaenda ndani yake na sauti. Na hiyo sauti inapoenda, inaenda kunena mema badala yako. Ile damu inapoenda katika ulimwengu wa roho, ni damu ya kiagano, inakwenda kupigana vita kiagano, inakupa uharari katika ulimwengu wa roho ili uweze kutembea kifua mbele. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja. Watu wengi hawaelewi ya kwamba damu ya Yesu imelifunua jina la Yesu, hawajui. Utajiuliza kivipi? Kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Mauti haikutokea kabla ya Yesu kumwaga damu. Maana yake ilibidi Yesu apokee adhabu, ilibidi Yesu amwage damu. Na ile damu yake ilipomwagika, Biblia inasema Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote. Hauoni mahala popote Yesu akikirimiwa jina linalopita majina yote kabla hajaenda msalabani. Ilikuwa inasubiriwa aende msalabani na damu yake imwagike. Ile damu ikisha mwagika, akakirimiwa jina lipitalo majina yote. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, unapoiachilia damu ya Yesu ukajumlisha na jina la Yesu, kitu kinachotendeka kwenye ulimwengu wa roho ni kikubwa. Shetani asingetaka ufanye, wala asingetaka ujue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Pointi ya kwanza, tunaanza hatua ya kwanza, ndio tumeanza kufundisha. Hatua ya kwanza, damu ya Yesu ina nguvu ya kushughulikia malango ya maisha yako. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ina nguvu ya kushughulikia malango ya maisha yako.
na kumpa Mungu nafasi ya uhalali wa kuhukumu miungu yote inayokutesa. Damu ya Yesu ina nguvu ya kushughulikia malango ya maisha yako na kumpa Mungu nafasi na uhalali wa kuhukumu miungu yote inayokutesa. Damu ya Yesu ina nguvu ya kushughulikia malango ya maisha yako na kumpa Mungu nafasi na uhalali wa kuhukumu miungu yote inayokutesa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 11 ule mstari wa kwanza, lakini tutaangalia na kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3 na mstari wa 7 hadi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anajua kwa habari ya taifa la Israeli. Wana wa Israeli wamekaa utumwani zaidi ya miaka 400. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 400 ya utumwa ni miaka mingi. Unaposikia kwa habari ya mtumwa, ni mtu asiyekuwa na maamuzi juu ya maisha yake. Ni mtu aliyekosa matumaini. Ni mtu asiyekuwa na uhakika juu ya leo yake, kesho yake na baadaye yake. Ni mtu ambaye maisha yake yanaamuliwa na watu wengine. Maana yake una uwezo wa kupangiwa utakula saa 8 au auli na huna cha kufanya. Kwa sababu gani? Ni mtumwa. Mtumwa hana maamuzi juu ya maisha yake mwenyewe, bali anaamuliwa kila kitu. Mtumwa ni mtu ambaye hawezi kupata haki zake za msingi, hata kama anatakiwa kuzipata. Kwa sababu gani? Ni mtumwa. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wakizaliana kila wakati. Unapozungumzia kibibilia miaka 400 ni miaka mingi, kwa sababu kizazi kimoja kinachukua miaka 100 kibibilia. Kwa hiyo unapozungumzia kwa habari ya miaka 400 unazungumzia vizazi 4. Maana yake watoto na watoto na watoto na watoto wamezaana, wamejikuta wako kwenye maisha ya utumwa. Na walipokuwa kwenye maisha ya utumwa, si kwamba Mungu hawakuwa naye. Mungu alikuwepo. Na Biblia inasema walikuwa wakimlilia usiku na mchana, lakini Mungu hakuwahi kujibu. Mungu hakuwahi kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inazungumza, ilifikia hatua Mungu akawatazama watu wake na Mungu akawaangalia. Akaandaa mpango wa kumuinua nabii Musa ili aende kuwatoa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tufuatane vizuri kabla tujaingia kwenye hiyo mistari. Kazi yangu ni mwalimu kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu punga tena mkono wako namna hii kama tuko pamoja. Piga makofi kwa Yesu. Na kipindi hicho walikuwa wakimlilia Mungu, wakiomba Mungu awatoe kwenye ile hali, wakiomba Mungu awatoe kwenye hiyo dhiki, wakiomba Mungu awatoe kwenye hayo maumivu waliokuwa wanayaishi kwenye maisha yao. Lakini ulipofika wakati ambao Mungu ameukusudia, akaweka mpango wa kuwatoa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipomuinua Musa kwa ajili ya kwenda kwa Farao, Farao alikataa kuwapa ruhusa waende, akawakatalia. Na wewe na uhakika wa Misri walikuwa pia wana miungu yao wanaoiabudu, walikuwa na miungu yao wanaoitumikia, walikuwa na ibada zao na wana taratibu zao. Wewe na uhakika zile taratibu za miungu ya Kimisri ziliwabana wana wa Israeli wasiweze kutoka kwenye maisha waliokuwa wanayaishi. Ijapokuwa ilikuwa ni adhabu ambayo walikuwa wanalipitia kama taifa.
Na kilio chao kilipofika mbele za Mungu, Mungu akamuinua Musa, lakini bado Farao alifanya moyo kuwa mgumu. Biblia inasema Mungu aliachilia mapigo 9, lakini bado Farao hakuwapa ruhusa waweze kutoka. Tunaenda pamoja. Mimi sijui kwenye maisha yako kuna miungu gani imekushikilia. Mimi sijui Kenya kuna ufalme gani unaomiliki na kutawala katika ulimwengu wa roho, unaozuilia watu wa Mungu wasipewe nafasi kwenda hatua nyingine. Ujumbe huu ni kwa ajili yako na kwa ajili ya wale wanaotufuatilia na kutusikiliza. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Aliyatenda kwa kina Musa anayatenda hata leo. Aliyatenda kwa kina Joshua anayatenda hata leo. Aliyatenda kwa kina Ibrahimu anayatenda hata leo. Aliyatenda kwa kina Isaya, kwa kina Yeremia anayatenda hata leo. Hajawahi kubadilika. Sasa tusome kitabu cha Kutoka 11 mstari wa 1. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa nyinyi ruhusa mtoke huko. Naye hapo atakapowapa ruhusa, atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa. Sema kabisa kabisa. Sema tena kabisa kabisa. Bwana anasema, Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado. Hebu mwambie jirani yako, liko pigo moja bado. Mguse tena hata kama anakudai marejesho. Mwambie liko pigo moja bado. Mguse, usimwogope, hakuna corona. Mwambie liko pigo moja bado. Unajua iko hivi, una uwezo ukawa umeomba sana na ukabaki na roho ya manunguniko ya kwamba Mungu hajajibu. Biblia imesema liko pigo moja bado. Sijui kama unanielewa. Nasema tena liko pigo moja bado. Hilo pigo moja bado likiachiliwa, Biblia inasema huyo Farao atawapa ruhusa muende. Nami nakutangazia asubuhi ya leo, liko pigo moja bado, na hilo pigo ni damu ya Yesu. Likiachiliwa katika ulimwengu wa roho, na kuambia miungu ya Kikuyu itakupa ruhusa uende, na kuambia miungu inayotawala hapa Kenya itakupa ruhusa uende, na kuambia miungu ya ukoo wako itakupa ruhusa uende. Yale yaliyozuiliwa kwenye malango, yale yaliyozuiliwa kwenye ulimwengu wa roho, liko pigo moja bado. Likiachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, adui atakupa ruhusa, utaenda hatua nyingine. Adui atakupa ruhusa, utaenda hatua nyingine. Nami nimesimama kama kuhani wa kifalme kwenye madhabahu, ninatangaza kuzimu wanasikia, ninatangaza mapepo wanasikia, ninatangaza wakuu wa anga, wakuu wa giza, falme na mamlaka, roho za mizimu, roho za majoka, roho za mashetani zinasikia. Liko pigo moja bado. Lazima watu hawa wapewe ruhusa waende hatua nyingine ya maisha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Lazima kwenda hatua nyingine. Liko pigo moja bado ambalo likiachiliwa, mimi sijui shetani atajibanza wapi wiki hii, sijui. Na anajuta alitaka kuniua kwenye gari. Sifi. Bado sijamaliza kazi ya Bwana, bado. Roho za majoka zinazotawala kwenye mji huu, nilikuwa naona napambana na nyoka sana. Sasa liko pigo moja bado ambalo likiachiliwa na kuambia utapewa ruhusa uende. Uliona kazi haziende, kazi zitaanza kwenda. Uliona huduma ni kama mekata tamaa, liko pigo moja bado. Bwana anakwenda kupanua mipaka ya huduma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana anakwenda kuwapeleka hatua nyingine kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa maana Bwana anasubiri akishaiona damu kwenye ulimwengu wa roho, akipo ambacho kitamzuia kufanya mapenzi yake, akipo ambacho kitamzuia kutimiliza ajenda na mpango aliyokusudia juu ya maisha yenu. Hiyo damu ya Yesu inanena Bwana. Hiyo damu ya Yesu ina nguvu. Hiyo damu ya Yesu ina mamlaka. Hiyo damu ya Yesu inaponya. Hiyo damu ya Yesu inauisha. Hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kufuta kila aina mashtaka. Haijalishi kuna mashtaka mmenenewa katika ulimwengu wa roho ya kwamba mtafanikiwa. Tumepewa damu kama makuhani wa kifalme, tutafuta hayo maneno
maneno ya waganga hayatakuwa juu yako. Tutafuta haya maneno uliyonenewa ya kwamba utakufa. Hautakufa bali utaishi, ili uzisimulie matendo makuu ya Bwana na kutangazia kama Bwana aishivyo. Orobo shakarabakoria. Hautakufa, hautakufa, hautakufa bali utaishi. Wana wa Israeli walikata tamaa, wakaona ijapokuwa Mungu ameachilia mapigo 9 bado hawajapewa ruhusa kuondoka. Yumkini walianza kusema huyu Musa na yeye amekuaje? Mbona Mungu wake ni kama anatuacha? Mungu hajawahi kumwacha mtu. Narudia kusema hivi, Mungu hajawahi kukuacha. Narudia kusema hivi, Mungu hajawahi kupanga mpango wa kukuacha, maana amekufia pale msalabani. Wewe ni wa thamani kwa Bwana. Haijalishi watu wote watakuona sio wa thamani, lakini Bwana anakujua, lakini Bwana anakuona wewe ni wa thamani. Hawezi akaacha mbingu, akaacha kiti chake cha enzi, akaacha heshima yake, halafu ukose thamani machoni pake. Wewe ni, mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Mguse tena, mwambie wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Mwambie tena, wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Mungu anafanya vitu kwa wakati, anafanya vitu kwa majira yake. Kwa ni kitendo cha wewe kuweka imani yako sawa sawa na kuamini ya kwamba Mungu atatenda. Mungu hazuiliwi na majira na nyakati. Wana wa Israeli walikaa miaka 400 utumwani. Biblia inasema hivi, tukiishi miaka 1000 kwa Bwana ni sawa na kesha la jana lililokwisha kupita. Kwa hiyo miaka 1000 kwa Bwana ni sawa na siku moja. Kwa hiyo wewe unaweza ukaona umekaa na changamoto yako miaka 7 ni mingi, kumbe Bwana anatazama ni sekunde moja na unanungunika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 1 mpaka wa 3, alafu tutarukia wa 7 na wa 12. Tumalize tuombe. Bwana akanena na Musa na Aruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza kwa mwaka kwenu. Simameni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo wa watu wa nyumba moja. Bwana Yesu asifiwe. Ona mstari wa 1. Bwana akanena na Musa na Aruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka kwenu. Wale wana mahesabu wanajua miaka 400 na miezi mingapi? Ina masaa mangapi? Ina dakika ngapi? Ina miaka mingapi? Mungu aliifuta, akasema mwaka huu utakuwa mwaka mpya kwenu. Mwezi huu utakuwa mwezi mpya kwenu. Siku hii itakuwa siku mpya kwenu. Kwa hiyo zile nyakati za mateso Bwana alizifuta. Zile nyakati ambazo waliziona ni ngumu kwenye maisha yao, Bwana aliziondoa. Nami nakuombea asubuhi ya leo, Bwana akaziondoe nyakati ngumu. Hiyo historia ya maisha magumu, hiyo historia ya hali mbaya, hiyo historia ya kukata tamaa, kwa damu ya mwana kondoo inakwenda kufutwa. Haijalishi ni miaka 7 umeteseka, haijalishi ni miaka 10 umeteseka, haijalishi ni miaka mingi umevumilia, lakini unaona kama Bwana amechelewa, Bwana anakwenda kufuta hizo nyakati. Zinaletwa nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Nami nakuombea nyakati za kuburudishwa zikatembee kwenye maisha yako. Nami nakuombea nyakati za kuburudishwa ziende kwenye maisha yako, ziende kwenye biashara yako, ziende kwenye uchumi wako, ziende kwenye ndoa yako, ziende kwa watoto wako, ziende kwenye afya yako, ziende kwenye akiba zako, ziende hizo nyakati za kuburudishwa. Haijalishi na
madeni yamekutesa, wanaachilia nyakati za kuburudishwa. Haijalishi unatamani kuolewa, miaka mingi imepita, wanakaleta nyakati za kuburudishwa. Haijalishi umepondeka, umeona kama watu wamekuacha, usiwatazame wanadamu, wewe mtazame Yesu Kristo aliyeshujaa wa msalaba. Kama alibeba ulimwengu wote mabegani mwake, ashindi kubeba changamoto zako, ashindi kubeba mateso yako, ashindi kubeba magumu unayoyaona. Yana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana alizifuta nyakati za miaka 400. Alizifuta, akawatangazia utakuwa ni mwaka mpya kwenu. Nami nakuambia utakuwa ni mwaka mpya kwenu kwa jina la Yesu. Utakuwa ni mwanzo mpya wa miezi kwenu katika jina la Yesu. Hii itakuwa ni siku mpya kwenu katika jina la Yesu. Iandike na uitunze kwenye kumbukumbu. Maana Bwana anasema anapolituma neno lake halimrudi bure, bali litatimiza kila alichokituma. Kwa hiyo kama Bwana amelituma neno lake hapa Kenya, nachoamini ya kwamba litatimiza mapenzi yake. Na hayupo wa kuzuia. Hayupo wa kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Wakapewa utaratibu namna ya kumwandaa huyo mwanakondoo. Ile sura ya mstari wa 7. Nao wakatoa baadhi ya damu yake. Sema baadhi ya damu yake. Sema tena baadhi yake. Na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu cha zile nyumba watakazomla. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni nini? Mlango. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Biblia inapozungumza kwa habari ya miimo miwili, ni upande huu na upande huu, na kizingiti cha juu cha mlango. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipewa utaratibu namna ya kumwandaa mwanakondoo. Unaposoma Agano la Kale lazima ulisome kwa mafunuo ya Agano Jipya. Mwanakondoo anamwakilisha ujio wa Yesu Kristo kama mwanakondoo. Kwa hiyo waliambiwa katika zile nyumba watakazomla, walipewa utaratibu ambao uko kwenye mstari wa 7. Inasema nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili ya kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Kwa hiyo miimo miwili na kizingiti cha juu. Kwa hiyo walipokwisha kumchinja yule mwanakondoo, baadhi ya damu yake wakaiweka kwenye vizingiti na miimo miwili ya malango. Lengo lilikuwa ni nini? Mungu alikuwa anashughulika na malango ya wana wa Israeli, kwa sababu malango ndiyo yamebeba baraka zako. Hauwezi kupata unachotamani kukipata kama akijapita kwenye mlango. Kwa hiyo lango ni kitu kikubwa katika ulimwengu wa roho. Lango linaonesha ni msimu mpya wa maisha yao na kwenda kufunguka. Wewe na uhakika ya kwamba Bwana anakwenda kufungua lango la msimu mpya kwenye maisha yenu. Kwa hiyo Mungu alichokitanguliza kwanza ni damu ya mwanakondoo. Walipoipaka damu ya mwanakondoo, nini kilitokea? Ule mstari wa 8. Watakula nyama yake usiku ule ule, imewokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Mkate usiotiwa chachu, mkate usiotiwa chachu ulikuwa na tafsiri ya kutafsiri mwili wa Yesu Kristo, na mboga ambazo zimetiwa uchungu tafsiri yake ni kukumbuka mateso walioyapitia ya miaka 400 ya kuwa utumwani. Tunaenda pamoja. Anasema msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viunoni mwenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Walipewa utaratibu ya namna watakavomla yule mwanakondoo. Waliambiwa watamla kwa haraka haraka, na miguuni pao wakiwa wamevikwa viatu vyao. Miguu, kuvikwa viatu miguuni inaonesha ni utayari wao. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari ya mema. Kwa hiyo viatu, kuvikwa viatu miguuni ni ishara ya utayari. Tunaenda pamoja. Nao watamla wakiwa wamesimama na mikononi mwao wakiwa wameshika fimbo zao, kuonesha ya kwamba wako tayari kwa ajili ya lango la msimu mpya kwenye maisha yao. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ona mstari wa 12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo baada ya lile tendo la imani walilolifanya, ilikuwa tu haitoshi kumchinja mwanakondoo akamwacha pale chini. Waliongeza imani ya kuchukua damu na kuiweka kwenye milango. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 12, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Swali la kujiuliza, kwa nini Mungu alikwenda kushughulika na wazaliwa wa kwanza wa Misri? Akaenda akashughulika na wazaliwa wa kwanza wa wanyama, akaenda akashughulika na mzaliwa wa kwanza wa Farao, akaenda akashughulika na mzaliwa wa kwanza wa kijakazi anayekaa kwenye lile jiwe la kusagia. Kwa sababu gani? Walikuwa wamefungwa kiagano, walikuwa wamefungwa kisadaka. Maana yake katika ulimwengu wa roho, wana wa Israeli walipokuwa utumwani, si tu tendo la kukaa utumwani, walikuwa wameambatanishiwa na sadaka za wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Mungu aliposema liko pigo moja bado, alijua akienda kugusa hilo pigo, kila kitu kinakwenda kufunguka, kila kitu kinakwenda kuachilia. Walipoamka asubuhi, walikuta wazaliwa wote wa kwanza wamekufa. Hawakuwa tu wa binadamu, hata wanyama walikufa. Sungura walikufa, kuku walikufa, kila kilichozaliwa kwanza kilikufa. Walizikuta mpaka mbwa zimekufa. Hakuna aliyeweza kwenda kumfariji mwenzake, kwa sababu naye anayetaka kufarijiwa, yule anayetaka kukufariji naye amefiwa. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na msiba wake. Hata Farao aliyekuwa rais wa Misri naye hakuwa na jambo la kufanya, kwa sababu nyumbani kwake naye amefiwa. Kwa hiyo hakuna hata waziri wa kwenda kumtia moyo, wala mbunge wa kwenda kumtia moyo, hayupo, kwa sababu na wenyewe wamefiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiachilia damu ya Yesu kwa imani, mtasikia misiba ya watu. Kuna vitu vitakwenda kuharibiwa kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani asingetaka ujue siri hii. Ukiachilia damu ya Yesu Kristo kwa imani katika ulimwengu wa roho na ukaunganisha na jina la Yesu, ninakuambia hilo pigo moja bado, waadui zako watakuwa wakikuona wanakimbia wenyewe, kwa sababu utakuwa sio mtu wa kawaida. Ni silaha ya ajabu sana. Kwa hiyo damu iliyowekwa kwenye vizingiti na miimo miwili ya malango, ninakuambia kuna vitu vinakwenda kufichuka, na kuambia kuna vitu vinakwenda kuharibiwa, na kuambia kuna falme zinakwenda kuanguka, na kuambia kuna madhabahu zinakwenda kuharibiwa. Halafu Bwana anaongeza, anasema mimi nitafanya hukumu juu ya miungu yote. Acha Bwana akafanya hukumu juu ya miungu iliyokutesa. Acha Bwana akafanya hukumu juu ya miungu iliyokuchelewesha kwenda hatua nyingine ya maisha. Acha Bwana akafanya hukumu juu ya miungu ambayo imeachilia magonjwa, juu ya miungu ambayo inafanya ndoa isiwe na amani, juu ya miungu ambayo inafanya huduma yako haipigi hatua, juu ya miungu ambayo imekamata biashara hata ukipata pesa uone unachofanya, juu ya miungu ambayo imeshikilia hatima ya afya yako. Liko pigo moja bado, liko pigo, liko pigo, liko pigo moja bado likiachiliwa kwenye hayo malango. Sehemu mpya unafunguka, nyakati mpya zinakuja, nyakati za heri zinakuja, nyakati mpya. Yale yaliyoshindikana yanaweza kuwezekana kwa jina la Yesu Kristo. Yale uliyoyaona yawezekani, yanawezekana, 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 yanawezekana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, yanawezekana. Orobo shaka, yanawezekana. Hebu simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Hizi zinaweza zikazungumza. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Karobo
shakarapakora basiki kiri amandara bakora bashaka rapakora basiki kiri mandara bakora bashanda. Nachotamani uweke imani juu ya hiyo damu ya Yesu. Weka imani juu ya hiyo damu ya Yesu. Weka imani. Najua damu ya Yesu unaitumia, lakini Biblia inasema walipokwisha kumchinja yule mnyama, waliitoa damu wakaiweka kwenye vizingiti na miimo ya malango. Uwe na uhakika lilikuwa ni tendo la imani katika ulimwengu wa roho. Ilikuwa tu haitoshi ya kwamba Mungu aliwaambia wachinje mwanakondoo wa kiume alafu wakaishia hapo. Walienda hatua nyingine, wakaitoa ile damu wakaiweka kwenye vizingiti na miimo ya malango. Kuna msimu mpya uliachiliwa kwenye maisha yao. Huko msimu mpya ambao Mungu ameukusudia juu yenu. Najua jinsi ambavyo shetani amejipanga kuhakikisha anawakwamisha. Hatofanikiwa. Bwana hajanileta hapa kwa bahati mbaya. Hakuna mahali ambako Mungu amenipeleka Mungu akawaacha watu wake kama jinsi walivyo. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Funika macho yako. Roho Mtakatifu huwa anaachiliwa watu wanapojifunza kutii sauti ya neno la Bwana. Kwa sababu na kesho tunaendelea. Damu ya Yesu imebeba uhai wa Roho Mtakatifu. Unapoiachilia katika ulimwengu wa roho, kuna vitu ambavyo havionekani kwa macho ya damu na nyama, lakini Mungu anajua na Mungu anaona. Haende akashughulika navyo asubuhi ya leo. Fatisha maneno haya kwa sauti. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nimelisikia neno lako. Asante kwa sababu umezungumza na moyo wangu. Ninaomba rehema zako na masamaha yako. Likiweko neno lolote ambalo halikupendezi kwenye maisha yangu, Bwana unirehemu. Bwana unisamehe kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ondoleo. Nami naiachilia juu ya maisha yangu na kwenye lango la msimu mpya kwenye maisha yangu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naiachilia damu ya Yesu Kristo kwenye lango la maisha yangu, lango la ukoo wangu, lango la uchumi, lango la huduma, lango la taifa letu, lango la nchi yetu, lango la ndugu zangu, kila lango kwenye maisha yangu. Ninaiachilia damu ya Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu ikapate kunena mema. Kila aina ya upinzani, kila aina ya madhabahu, kila aina ya ufalme na mamlaka za giza zilizoketi kwenye malango na sadaka zikatolewa kwenye malango ya mji ili kukamata hatima yangu, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ikanene mema. Hiyo damu ikanene mema. Kila aina ya maneno niliyotamkiwa, niliyonenewa kwenye maisha yangu, ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo maneno yaliyotamkwa na makuhani wa giza, hayo maneno yaliyotamkwa kwenye madhabahu za waganga, kwenye madhabahu za kichawi, kwenye vikao vya usiku vya mashetani, ninafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lango jipya kwenye maisha yangu likafunguke kwa damu ya Yesu, likafunguke kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Endelea kujiombea kwa dakika chache. Fungua kinywa chako uombe. Nataka kusikia sauti ya watu wengi ukipaza sauti yako mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi.
Hayupo Mungu aliye kama wewe, hakuna Bwana aliye kama wewe. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya muda huu na wakati huu, kwa damu ya kunyunyiza ya mwana kondoo ninayo mema, ikapate kunena mema juu ya maisha ya wanao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na mwaga damu ya Yesu Kristo juu ya madhabahu hii, na mwaga damu ya Yesu Kristo juu ya baba huyo, juu ya mama huyo, juu ya ukoo wake, juu ya familia yake, juu ya maisha yake, hata juu ya wale wanaotusikiliza na kutufuatilia kwa njia ya mtandao. Na iachilia damu ya Yesu Kristo hapo mahali waliko, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hiyo damu inenayo mema, Bwana, ikapate kunena mema. Hebu paza sauti yako, iachilie hiyo damu ya Yesu Kristo, iachilie hiyo damu ya Yesu Kristo, iachilie hiyo damu ya Yesu Kristo. Itamke kwa imani, iite kwa imani, itamke kwa imani, iachilie kwa imani. Waliambiwa wana wa Israeli, liko pigo moja bado, liko pigo moja bado ambalo Farao hatawapa ruhusa mwende, ambako Farao hatawapa ruhusa mwende. Najua ufalme wa giza utakwenda kuachilia kibali, utakwenda kuachilia nafasi ya kwenda hatua nyingine. Yale yaliyokutesa, yale yaliyokuumiza kwa miaka mingi hayatasimama tena. Yale mateso hayatajirudia tena kwa mara ya pili. Achilia damu ya Yesu. Hebu paza sauti yako, usiombe kama unanong'ona. Fungua kinywa chako mbele za Bwana, fungua kinywa chako mbele za Bwana, fungua kinywa chako mbele za Bwana. Nami naiachilia damu ya Yesu ikanene mema juu ya malango ya watu hawa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu, hiyo damu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ondoleo. Nami naondoa kila madhabahu za giza, nami naondoa kila nguvu za giza, roho za mashetani, roho za mapepo, nguvu za giza, falme na mamlaka. Tunamwaga damu ya Yesu, tunamwaga damu ya Yesu ikanene mema kwenye hiyo biashara, ikanene mema kwenye huo uchumi, ikanene mema kwenye hiyo ndoa, ikanene mema juu ya hiyo afya kwa jina la Yesu. Hebu peleka damu ya Yesu kwenye malango ya nchi, hebu peleka damu ya Yesu kwenye malango ya biashara. Waielekeze hiyo damu, waielekeze hiyo damu, waielekeze hiyo damu, waielekeze hiyo damu. Ipe anwani kule unakotaka iende, ielekeze kwenye ukoo, ielekeze kwenye huduma, ielekeze kwa watumishi wa Bwana, ielekeze tu kwenye ndoa yako au kwa watoto wako. Ielekeze hiyo damu kwenye afya yako, ielekeze hiyo damu kwenye afya yako. Kile kilichokutesa, kile kilichokusumbua kwa miaka mingi kinakwenda kuachia kwa jina la Yesu. Ielekeze hiyo damu, hiyo damu inapita, hiyo damu ina nguvu, hiyo damu inavunja nira, hiyo damu inavunja nira, hiyo damu inaondoa kiambaza. Oraba shaka yandaraba koria ikaraba saika, katika damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye mipaka ya nchi, na achilia damu ya Yesu kwenye uchumi wao. Bwana, kile ambacho kimepandwa, kile ambacho kimekusudiwa juu ya huduma yao, juu ya biashara zao, juu ya uchumi wao, juu ya maisha yao, juu ya watoto wao, juu ya masomo yao, juu ya uzao wao, Bwana wa majeshi, na achilia damu ya Yesu ikapate kuondoa kila aina uharari wa ufalme wa giza, roho za mashetani, roho za majoka, roho za mapepo, roho za mapepo, roho za mapepo, nguvu za giza zikapate kuachia kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inakunenea mema asubuhi ya leo. Hiyo damu ya Yesu inanena mema. Endelea kutamka, endelea kuita hiyo damu, 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 ikakunenea mema asubuhi ya leo. Ikafungue mlango, yale malango yaliyofungwa yakapate kuwa wazi kwa jina la Yesu. Yale maneno ulionenewa, yale maneno uliosemewa yanafutika kwa damu ya Yesu, yanafutika kwa damu ya Yesu, yanafutika, 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 yanafutika. Hizo madhabahu
zinapasuliwa kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu zinavunjika, hizo madhabahu zinavunjwa, hizo madhabahu zinateketezwa kwa jina la Yesu. Kila uzito, kila upinzani kwa damu ya Yesu. Yesu Mwokozi, jitukuze juu ya watu hawa, juu ya madhabahu hii. Ardhi na mbingu za Kenya zisimame upande wao kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninazitangazia falme na mamlaka hazitafanikiwa kama ilivyoandikwa. Kila silaha itakayoinuka juu yenu haitafanikiwa. Nami nazitangazia silaha za uchawi hazitafanikiwa. Nami nazitangazia silaha za machoka hazitafanikiwa. Nami nazitangazia silaha za wakuu wa giza hazitafanikiwa. Silaha ya magonjwa hazitafanikiwa. Silaha za madeni hazitafanikiwa. Silaha za mizimu hazitafanikiwa. Silaha za kuzimu hazitafanikiwa. Silaha ya mauti haitafanikiwa juu ya watu hawa. Na watangazia kuwa huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu, kwa damu, kwa damu, kwa damu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana ikatamalaki, damu yako Mwokozi ikanene mema. Umetupa lango Bwana la msimu wa mwaka mpya, umetupa lango Bwana la msimu mwingine tena kwa mwezi wa 8. Bwana utakuwa pamoja na wanao, hautamwacha hata mmoja. Mambo Bwana yaliyochelewa wewe utakwenda kuyategemeza tena, utakwenda kuyafanya yaonekane. Yale yaliyofichika utakwenda kurejesha, vile vilivyoibiwa, vile vilivyoliwa na madumadu, vilivyoliwa na palale, vilivyoliwa na nzige, vilivyoliwa na viwavi, vilivyoliwa na tunuto, vilivyokamatwa na ufalme wa giza, vitakwenda kurejeshwa. Tuna restore kwa damu ya Yesu Kristo, tunarejesha kile ambacho adui amejimilikisha kwenye maisha ya watu hawa, wapate kurejeshewa hazina za gizani zilizofichwa kwa damu ya Yesu. Hiyo milango ya shaba, hiyo milango ya chuma ikawafungukie kwa jina la Yesu, ikawafungukie kwa jina la Yesu. Asante Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Bwana, pokea sifa na heshima. Asante kwa sababu ya muda una wakati huu. Pokea sifa na heshima na adhama na utukufu kwako. Ni katika jina lako Yesu ninaomba na kuamini, sema amen. Unaweza ukaketi katika uwepo wa Bwana. Karibu.
is the truth. Nilishuhudiwa na mtu jana, nikaambiwa dada mmoja alikuwa kwa supermarket, na akiwa kwa hiyo supermarket akakutana na mtu. Huyo mtu wakati alikuwa anaongea na yeye hivi, akimuuliza sijui nini, hata hajamsalimia, akachanganyikiwa. Akampa simu, akatoa pesa zote. Sasa amebeba metro yake, anaenda kununua vitu. Kwenda kuangalia simu iko empty. Kumbe huyu ni yeye amemtea pea, na ana habari, akili imepotea. Na nikaanza kusema kweli tunahitaji ulinzi wa damu ya Yesu 24 hours. Are we together? Tunahitaji ulinzi mkali wa damu ya Yesu. Maana ile mapepo sahi inatembea imejiupgrade ndani ya supermarket. Uko na mtu hapo, kumbe amekurushia maroho, unampea simu yako na unampatia pin number akiwa tu kwa supermarket na hata hana habari. Sasa analia na anajua vizuri ako na pesa. Lakini alikuwa anasema aliona Mungu mkuu, kwa sababu alikuwa analia akiambia watu mimi nimekuwa na pesa. Sasa wakaenda kwa CCTV wakaona mwenye alikaribia huyo mtu. Wakamuona ndio huyu. Hakuwa ametoka kwa hapo ndani. Nafikiri Mungu watu alimshika. Wakamkuta amekaa tu akakona tu amekaa mahali hivi. Kumbe kumnyang'anya simu iko na 120,000. Ameibia watu. Na alikipata cha mkutama kumi. Alikiona. Nasema hivi, siku hizi tunahitaji damu ya Yesu. Damu ya Yesu itulinde, damu ya Yesu tuhifadhi. Haujui kujilinda, unahitaji ulinzi wa damu ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii kile kinaendelea siku hizi, naona watu wakitembea si watu. Watu wengine ni wafu wanayetembea. Kazi yao ni kuhangaisha watu. Lakini naomba Mungu apigune kuficha. Inua mkono juu, sema Baba naomba unifiche. Ufunike pesa zangu, akaunti zangu, na mali yangu, na mwili wangu, na familia yangu, na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Amen. Asante. Mungu wa mbinguni akubariki. Nashukuru neno la Bwana.